Zate. Timu za mitaani na timu za shule za sekondari na vituo vya Compassion wameungana pamoja kwa ajili ya kufurahia michuano ya Pure Youth Cup iliyochezwa katika uwanja wa Kimnyak, ambapo michuano hii ilijidhihirisha kama jukwaa bora la kukuza taaluma za vijana kutoka maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na timu za mitaani, shule za msingi, shule za sekondari na vituo vya Compassion. Katika fainali za michuano hiyo, timu ya Endonyosoe iliweza kuibuka na ushindi baada ya kucheza mechi ya kusisimua dhidi ya Emawe. Timu zote mbili zilionyesha ujasiri na mbinu nzuri, lakini Endonyosoe ilifanikiwa kuwashinda upinzani wao. Kwa upande wa shule za sekondari, timu ya Kimnyak Sekondari ilionyesha uwezo wa hali ya juu katika mchezo dhidi ya sekondari ya Olmotoni. Mchezo huu ulijawa na kasi na mbwembwe, na baada ya dakika 90 Kimnyak Sekondari ilipata ushindi. Katika kundi la timu ya vituo vya Compassion, timu ya Compassion Ngokidongoi iliweza kuibuka na ushindi. Kwa kufanya hivyo, wameonyesha jinsi ushirikiano na mafunzo ya michezo yanavyoweza kubadili maisha ya vijana na kuleta matumaini mapya. Michuano ya Pure Youth Cup ina lengo la kuhamasisha vijana kuhusu umuhimu wa michezo pamoja na kutokomeza vitendo vya ukatili. Mimi ni Abel Saidi Loasa na hii ni Asalo TV Online. Sifa ambayo imetembea mkoani, imetembea wilayani, ni kwamba Kimnyak ni kijiji chenye utulivu, ni kijiji chenye upendo, ni kijiji chenye usikivu, ni kijiji ambacho kinapenda maendeleo. Kwa hivyo hata kwa wageni na wawakilishi ambao wamekuja, wanatamani kuliona hilo kwa macho yao wenyewe, ili mambo makubwa zaidi, mambo makubwa nje hata ya Youth Cup iliyofanyika, basi yaweze kufanyika mambo mengine makubwa zaidi. Kwa heshima na taadhima, kikundi chetu cha Pure Youth Group kinawakaribisha kwa moyo mkunjufu katika tamasha hili la michezo. Tukio maalum lenye lengo la kuwawezesha vijana kukuza vipaji, kuhamasisha jamii kushiriki katika kuleta maendeleo kupitia michezo na elimu ya kijinsia. Pure Youth Group ni kikundi kilichoanzishwa rasmi mwaka jana kwa lengo madhubuti la kuweza kuwafikia vijana kwa kuwapa elimu, na pia tukiangalia jamii yetu, tuliandaa kikundi hicho kuweza kuwashika mikono wale ambao wameshakata tamaa kimaisha. Mfano halisi, kuna wafuta bangi, watumiaji madawa kwa ujumla. Pure Youth Group kwa kutambua hilo, waliamua kuandaa tamasha hili. Mpaka sasa ni jambo la kipekee, tunamshukuru Mungu. Tumeweza kuandaa mashindano haya ya soka na Mungu aliweka mkono, na kweli tumefanikiwa. Vile vile tunamshukuru kiongozi wetu wa serikali aliyeacha shughuli zake za wizara akaja kumwakilisha waziri wa michezo. Tafadhali makofi kwake. Tunaamini wizara kwa kutuheshimisha hili, kwa kushirikiana na viongozi wetu ambaye ndio atakuwa anatusaidia kila saa. Kweli tutamsumbua, tutamwambia Kimnyaki tuna mahitaji. Mfano halisi, upande huu kata nyingi upande wa kupanda huko juu, ikiwemo Kimnyaki, Sambasha, Olmotonyi na zinginezo, hazina akademi za michezo. Sasa Pure Youth kwa kutambua hilo, pongezi ziende kwa wizara na imfikie mheshimiwa waziri. Tumefanikiwa pia kuwakusanya na kushirikisha timu za mitaani kutoka ndani na nje ya Kimnyak, jambo lililosaidia kupunguza vitendo hatarishi kwa vijana ndani na nje ya kata yetu. Makofi kwa hilo. Serikalini, mratibu wetu wa halmashauri, mwakilishi wetu kutoka wizara ya michezo,
tunawakaribisha sana Kimnyaki. Karibuni sana. Mungu awabariki, mjisikie pia kwamba mko nyumbani kwenu kwa sababu mko katika nchi yenu na halmashauri yenu ya Arusha DC. Karibuni sana. Basi nisichukue muda kwa sababu ya muda umekimbia sana, kwamba nawakaribisha sana pia vijana wetu ambao ni vijana wa Pure Youth. Tunawashukuru sana kwa sababu ya maandalizi mazuri ya tamasha hili la michezo. Tunawashukuru pia wana michezo kutoka kata mbalimbali, Tarakwa, Umotonyi, Kimnyaki, kwa sababu tumeshirikiana wote. Vijana wetu kutoka shule za msingi, vijana wetu kutoka Compassion, tunawaona. Karibuni sana, mjisikie kwamba mko nyumbani. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kimnyaki oye! Michezo oye! Michezo safi! Ndugu zangu, mimi nimetumwa kumwakilisha Mheshimiwa Waziri Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi, ambaye leo kama isingekuwa dharura iliyompata angefika mwenyewe kwenye shughuli hii. Na kwa sababu hiyo risala hii iliyosomwa mbele yangu nitaifikisha ofisini na itamfikia Mheshimiwa Waziri. Lakini napenda pia niseme mambo mawili matatu kuhusiana na yale yaliyosemwa kwenye risala. La kwanza ni maombi ya viwanja vya michezo. Kama mnavyoelewa, mwaka 2007 tunayo mashindano ya AFCON yanafanyika Arusha na Dar es Salaam, Kenya na Uganda. Tanzania imepata nafasi 2. Ikaipendeza serikali kuleta nafasi mojawapo Arusha. Na katika kuileta Arusha unajengwa uwanja wa kisasa wa michezo. Uwanja huu unajengwa pale Kisongo. Ni uwanja wa kisasa kabisa ambao utakuwa na watu sio chini ya 34,000 kwa wakati mmoja. Sio tu hiyo, tunajenga viwanja vingine 5 vya mazoezi vya hadhi ya kimataifa. Viwanja hivi vitajengwa, sehemu ya viwanja hivi vitajengwa kata ya Arusha DC. Kama alivyosema mtangulizi, ninyi mnao uwezo wa kuomba, jamani, sisi tunalo eneo, tunafikiri kiwanja kimoja cha mazoezi kikijengwa hapa na sisi tutanufaika. Hilo liko ndani ya uwezo wenu. Mzee mwenyekiti wangu wa kijiji, mpira umeletwa kwako, wewe na kamati yako utauangalia namna ya kuucheza. Jambo la pili ni lile la academy. Academy ya michezo sio majengo. Kwa maoni yangu mimi, tayari mtaji wa kwanza na ambao ndio mkubwa kabisa wa kuwa na academy ni ambao ni watu tayari wapo. Kwa hiyo hatua ya pili ni ya kufuata taratibu tu ambazo nazo ni rahisi. Hauhitaji kwenda Dodoma, hauhitaji kwenda Dar es Salaam, unahitaji tu kwenda hapo halmashauri, ukawasha kompyuta yako kwa kushirikiana na afisa wa michezo, hata kuelekeza namna ya kujisajili. Ni kitu ambacho hakichukui wiki moja. Ni kitu ambacho hakichukui siku 3 mkiamua wenyewe. Mkasajili, mkisha kuwa na usajili, mkaendelea kufanya shughuli zenu huku mkijijengea uwezo wa kupata eneo lenu wenyewe, wa kupata viwanja vyenu wenyewe na maisha yakaendelea. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jambo lingine ambalo nafikiri ni muhimu kulisemea na kulipongeza ni ari mlionayo ya kufanya mazoezi kwa muda wote mlioamua kufanya, na mpaka sasa hivi mmefikia hatua ya kufunga. Hili ni jambo la kupongeza sana. Michezo tunayosimamia sisi, watu wengi wanafikiri ni rahisi sana kuiendesha. Lakini ukiona shughuli kama hii imefanyika kwa siku nzima,
na watu wameshiriki kama mlivyoshiriki ninyi hapa. Sisi tunaojua shughuli hii tunajua maandalizi haya yamewagharimu watu usiku na mchana usio na usingizi kuweza kufikia hatua hii. Tunawapongeza sana na tunawashukuru kwa kuwaleta wanakimnya pamoja na wakaweza kufanya shughuli hii ambayo inaweza kuwa chanzo cha kuwapata wanamichezo watakaoliwakilisha taifa letu katika miaka ya mbeleni. Pongezi hizi ziwafikie wote waliohusika, na kwa kweli nawashukuru viongozi wa serikali ya kijiji, viongozi wa halmashauri na wale wote ambao wamejitolea kwa hali na mali kuwawezesha hawa watu na vijana wetu kucheza mpaka kufikia hatua hii ya leo. Baada ya kusema hayo machache, mimi kwa mara nyingine niwasilishe tena shukrani na pongezi za Mheshimiwa Waziri, na anawatakia kila laheri katika shughuli zetu za kuendeleza michezo. Kwa majina naitwa Asmani Rashidi Asmani. Tunayo furaha kwa kuchukua ubingwa kwa siku ya leo. Tumepitia misukosuko mingi sana mpaka kufika hatua ya finali. Kweli kama wachezaji wa Tarakwa tunamshukuru Mungu sana. Tumekuwa mabingwa katika michuano haya. Pengine mnazungumzia kuhusiana na michezo kama hii kuendelea kuwepo kwenye vijiji na kata pia? Ni watu waendelee kujitokeza, viongozi waendelee kuweka mkono ili mashindano yawe bora zaidi. Mungu kwa mechi kuisha salama. Vijana wangu wamepambana, kile ambacho tulikuwa tunakitazamia tumekipata. Swala la kushukuru Mungu. Tunahamasisha vijana wengi. Kwa majina yangu naitwa James Paulo, mimi ni kocha wa Tarakwa FC. Kwanza namshukuru Mungu kwa timu yangu kutoka salama na mechi hii kuisha salama, na kile tulichokutarajia tumekipata. Wachezaji wangu wamepambana, niliwapa maelekezo na kile niliwapa maelekezo wamekifanya. Nafurahi pia kwa ushindi huu ambao tumeupata kwa siku ya leo, na nahamasisha vijana wote kuingia katika michezo ili kupunguza adha mbalimbali katika vijiji, ikiwemo wizi, ulevi na vitu kama hivyo. Ya, bra.